وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدًا خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. watukufu Islam, tumshukuru Mola wetu azza wa jalla kwa neema nyingi anazotumiminia, kwa mambo mengi ya kheri mazuri aliyotupa, kwa siha na umri na afya, na hasa kutujalia kuwa ni Waislamu, jambo ambalo wala hatukupeleka maombi, bali ni mapenzi yake Allah na taufiki yake, an ja'alana fi hadha ad-din al-azim, dini ambayo ameitangaza katika Qur'ani kwa kusema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, na akaonya akasema waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Lakini si hayo tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu akawa mpole, akawa mwenye kutusubiria, akawa mwenye kutupenda. Fa subhanak, umetakasika Mola wetu. Ya man, ewe Mola ambaye idha asa'na halimta wa rahimt, sisi tunapofanya makosa, tukafanya vitendo vibaya, tukafanya lisilokuwa la sawa, halimt, wewe unakuwa mpole, wa rahimt, na unakuwa na huruma. Wa idha asa'na, tunavyoendelea kufanya makosa, tukafanya yasiyokuwa ya sawa, halimta wa rahimt, unakuwa halim, mpole, unakuwa rahim, unatusikitikia hapo tunapokuwa tunafanya yasiyokuwa ya sawa. Wa idha ahsanna, je, tunapofanya ya sawa mazuri, tafaddalta wa qabilt, lakini tunapofanya mazuri yaliyokuwa ya sawa, wewe si tu kwamba unayakubali, bali unayalipa kwa nyongeza. Man jaa bihasanatin falahu 10 amthaliha. Man jaa bilhasana, ukifanya kitu kizuri, tendo zuri, jambo jema lilokuwa linampendeza Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anakulipa 10, sio moja tu,
nyongeza na analikubali. Lakini sio hayo tu, kuna pahala ambapo Mwenyezi Mungu anakupa mara 100, mara 700, mara 1000, mara isiyokuwa na hisabu. Subhanahu wa ta'ala anasema kamathali habatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Lakini pia kwingine anakuambia innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hakuna idadi maalum. Man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha. Kaanzia hapo kukueleza, lakini kwa hakika mathalu alladhina yunfiquna amwalahum, katika kutafuta radhi za Allah kapiga mfano kwa wale wenye kutoa mali zao katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ndo akaleta mfano wa punje moja, kamathali habatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Lakini ukikosea anakuhurumia, ukifanya la makosa anakuwa mpole, lakini ukipatia anakubali. Lakini si kukubali tu, anakupa na nyongeza. Wa subhanaka ya man adha ya man idha asana halimta wa rahimta wa idha ahsanna tafaddalta wa qabilta. Lakini pia tunapofanya mazuri unaridhika na unatupa na nyongeza. Lakini pia idha asaina, pale tunapokuasi sasa, wa idha asaina satarta wa amhalta. Tunapokuasi unastiri, unatustiri, yaani unaasi alafu Mungu anakupa sitara yake. Wa amhalt, lakini tu siku kustiri tu, anakupururia au anakupa muda. Huenda mja wangu akashtuka kwamba njia aliyokuwepo nayo sio nzuri, akarudi akaomba msamaha. Huenda leo shetani amemzidi nguvu, huenda leo ghariza zimemzidi, yale matamanio yamempita mpaka akili imemtoka. Huenda akarealize siku ya pili kwamba kafanya kosa, huenda akarudi. Idha aswaina satart wa amhalt. Tunapokuwa aswi unastiri. Ingelikuwa kila maasi ambayo tunayofanya Allah anakufichua, Allah anawaonyesha watu kwamba unafanya jambo fulani, anakuaibisha Allah, anakukashifu Allah, au anakupa alama fulani, sign fulani ambayo watu wanajua kwamba wewe muasi Allah. Ingekuwa hali ni hiyo, lama jalasna ahada, tusingekaa pamoja kama hivi, wala tusingechekeana, wala usingetabasamu mbele ya uso wa mwenzako. Ingekuwa hakuna siri, yani wewe ukimsengenya mtu mwenyewe anajua, yani wewe ukimuumbua mtu, ukimteta mtu, ukimsema vibaya, Allah anamkashifu. Hebu nipe habari, mfano mtu anakusengenya wewe, alafu kakusengenya kwa kubonyeza digitali fulani katika simu, na akakutaja na jina. Kwa bahati ile message ambayo anakusengenya nayo haikwenda anakokusudia, ikaja kwako wewe. Utamuona vipi yule mtu? Au utakwenda utamwambia fulani, bwana umekosea, message imekosea njia, ukamchukua ukamhagi, ukamkisi? Urafiki utakufa siku hiyo hiyo. Mimi naona wewe ni mwenzangu, mimi naona wewe ni mpenzi wangu, ni ndugu yangu, lakini nyuma ya mgongo wangu kumbe unayafanya haya. Urafiki utakufa. Lakini hujui chochote kuhusu hayo. Akikuona anakupiga makamama kama wanavyosema watu wa Mombasa, anakuhaga. Mwamba na alhabib, mnacheka, mnafurahi, maisha yanakwenda. Lakini je, kama angekukashifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo na lingine,
la ma jalasa ahadun ahada wala mabtasama ahadun ala wajhi ahadin, tusingechekeana wala kufurahikiana wala kupendana, ingekuwa ni vurugu. Lakini idha asana halimta wa rahimta, wa idha ahsanna qabilta wa tafaddalta, wa idha asayna satarta wa amhalta. Tukikuasi ya Rabbi unatustiri, kisha pia unatupa muda. Wa idha adhnabna, lakini tukifanya dhambi hasa tukakuasi na madhambi mazito mazito, ghafart wa afaut, wewe unayafuta na unayasamehe. Ghafart unayafuta, au afaut unasamehe, au ghafart unasamehe, afaut unayafuta. Ghafara ni kukusamehe ulichokitenda, lakini afa sio kukusamehe tu, ni kufuta mpaka ikawa kile ulichokitenda hakionekani athari yake tena. Ni sifa mbili za Allah, yaghfiru wa ya'fu. Anasamehe madhambi lakini anafuta. Unajua, unapopata jeraha inawezekana kukawa kuna kovu. Kwa Allah makosa yako mpaka zile kovu hazionekani, ka'allam tasna shay'an wa lam ta'mala shay'an wa lam taf'ala shay'an, utadhani hukufanya chochote ukiupata msamaha wa Allah. Fa subhanaka ya man idha adhnabna ghafarta wa afaut. Ni nani kama wewe ya Rabb? Tukija tukikuasi wewe unatusamehe na kutufutia madhambi. Wa idha fararna anka wabta'adna anka, na pale tunapokuwa mbali nawe, tunapokukimbia Mola wetu, da'aut, wewe unatuita. Sisi tunakimbia, wewe unatuita, njoni. Fafirru ila Allah wala tafirru min Allah, kimbieni kwa Allah. Allahu yad'ukum lima yuhyikum idha da'akum lima yuhyikum kama jaa fil Qur'an. Allah nakuita, njoo. Idha abta'adna wa fararna anillah da'ana Allah, da'aut, wewe unatuita. Wa idha laja'na ilayk, na je ikiwa tutakusudia sasa kuja kwako, qarabt, wewe unatukaribia zaidi kuliko sisi. Man ata yamshi ataituhu harwala, yani wewe ukienda polepole Allah anakukimbilia. Yani Mwenyezi Mungu hakopeshwi jambo, unakimbia anakuita, ukija yeye anakukimbilia. Taban laysa kamithlihi shay. Hizi sifa kama hizi usije ukazifananisha na sifa za viumbe. Kama unavyokimbia wewe ndo ukaona na Allah ndivyo anavyokimbia. Hili ni somo pana katika somo la tauhid na aqida. Allah subhanahu wa ta'ala ukikimbia na kuita, lakini ukimjia na kukimbilia. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tusamehe makosa yetu. Ndugu zangu, khutba yetu ya leo ni fupi mno. Ufupi wake ni kutaparak katika Uislamu wetu. Watukufu, Uislamu kila mmoja anaweza akaudai, kila mmoja akadai madai ya Uislamu wake. Alkullu yadda'i waslan bi Laila. Ulama al-adab wanasema kila mmoja anasema Laila ni wake. Huu ni mfano huo watu wanaopiga katika daawa. Laila ni mwanamke mzuri aliyekuwepo wakati huo, ambaye anapendeza kwa kila mmoja, na kila mmoja anataka kuona kwamba yeye ndo amemmiliki. Sasa Uislamu kila mmoja anaweza akadai, kwa mimi ni Muislamu, mimi ni Muislamu, mimi Muislamu, lakini adiya wote hawa ni madai tu. Falkullu yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidhaka. Lakini Laila mwenyewe anasema hakuna hata mmoja katika hao ni mkweli katika kile anachokizungumza. Kwa sababu Uislamu sio majina, Uislamu sio mavazi, Uislamu
sio nguo wala majengo. Uislamu ni kitu kingine kabisa. Ipeleleze hadithi ya Mtume, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum. Kwa hiyo Uislamu sio madhahir. Mwenyezi Mungu hatizami sura zenu, wala ila ajsadikum. Uislamu hatuzamwi mtu mwili bunia, hatizamwi mtu madhhar, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hiyo hadithi hii inatuonyesha kwamba kitu kikubwa ni matendo. Uislamu wa mtu utajidhihirisha katika muamalat, na hapo ndo tunafeli wengi. Hapo ndipo tulipofeli wengi. Ndugu yangu Muislamu, katika hii hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mtume akizungumza maneno yake ni mujazul mabna adhimul maana. Hadith sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jami' عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. في حديث لو طبقناه حق تطبيقه، لو عاشيناه، لو tutaitabiki au kuimplement na kuifanyia kazi, lau tutaishi nayo hii hadithi kama vile inavyotakiwa, basi huu ndio Uislamu wa kweli. Kwa sababu vile muamalat na namna ya kuishi na watu ndugu zako na Uislamu wako, ndipo utakapotoa nuru na kuonyesha kwamba huyu ni Muislamu wa kweli. Hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anatangaza, anasema Muislamu ni ndugu ya Muislamu mwenzake, na ndugu yako ana haki zake, ndugu yako ana nafasi yake katika moyo wako. Vipi unavyoishi na ndugu yako? Ukipata kazi nzuri umemkumbuka ndugu yako, ukipata nafasi nzuri umemkumbuka ndugu yako, ukiwa na dua humsahau ndugu yako, ukipata chochote baada ya maisha magumu unamkumbuka ndugu yako, umepata nafasi, kuna cheo pahala fulani, unampeleka ndugu yako. Yani ndugu ni mtu ambaye humwachi. Kama utapewa nafasi yoyote unamkumbuka yeye. Msikilize Nabii Harun alipopata faida kutoka kwa ndugu yake Nabii Musa, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Ndugu alipomuomba Mwenyezi Mungu dua za kumuomba, kajiombea mwenyewe, alafu baadaye kamkumbuka na ndugu yake, akisema ya Rabbi, ndugu yangu Harun mfanye na yeye awe mwenzangu anisaidie. Mwenyezi Mungu akasema umejibiwa, na yeye amepata. Ndugu ni mtu muhimu. Ndio Arabu anasema akhaka man la akha lahu kadhahibin ila hija bila silah. Ndugu yako asiyekuwa na ndugu ni sawa sawa na mtu anayekwenda vitani bila ya silaha. Lakini kwa watu wasiojua thamani ya ndugu, unaona ni upuuzi. Sasa kama vile ulivyomfikiria ndugu yako, unatakiwa umfikirie Muislamu. Muislamu ni ndugu yako. Kama Muislamu ni ndugu wa Muislamu, Mtume anasema la yadhlimuhu. Kitu cha kwanza, Muislamu hamdhulumu Muislamu mwenzake. Dhulma kwa Waislamu wao kwa wao ni mwiko. La yadhlimuhu, hamdhulumu Muislamu mwenzake kwa sababu ni ndugu yake. Hizi hadithi zimekuja katika sigha tofauti na zimekuja katika mambo maana tofauti, ikionyesha msisitizo na msingi wa maisha ya Waislamu, na sio kudai tu kwamba wao ni Waislamu. Ukisoma katika hadithi nyingine ya Abi Huraira, la tanajashu la tadabaru la tadhalamu. Zipo hadithi kama hizi zina maana la yabi'u ahadukum ala bai'i ahad
la yahqiruhu, Muislamu asimkate Muislamu mwenzake, asimpe mgongo Muislamu mwenzake, wala asiuze katika bei yake kwa ajili ya kumfanya haraji, wala asimkate mapande, wala asimdharau. Zote hizi zimekuja, lakini hadithi ninayoisoma imekuja na mambo mawili tu: almuslimu akhul muslim la yadhlimuhu wala yuslimuhu. Muislamu ni ndugu wa Muislamu mwenzake, kwa hiyo asimdhulumu wala yuslimuhu, yani la yuslimuhu lilhilak au lilhalak, wala asimsalimishe. Maana kumsalimisha yani asimpeleke, kwa lugha ya vijana mitaani, asimuuze Muislamu mwenzake. Bwana huyu ameniuza, amemsalimisha au amempeleka palipokuwa na maangamivu. Ukiona kuna pahala ndugu yako ukimpeleka kuna hilaki, usimpeleke. Ni Muislamu mwenzako, ni ndugu yako. La yuslimuhu wala yadhlumu, hamdhulumu na wewe unafahamu dhulma mwisho wake. Leo ukienda nyumbani, fungua katika suratu Ibrahim, suratu Ibrahim katika aya nambari 25 nadhani, anzia pale katika kauli yake Mwenyezi Mungu, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Kaanze hapo, nimekudokolea kidogo mwanzo, sema wala tahsabanna Allaha ghafila, wala msimfikirie tena, msimfikirie kwa msisitizo na mkokotezo kwamba Mwenyezi Mungu ameghafilika amma ya'malu dhalimuna, kwa yale wayafanyayo madhalimu. Msidhani Mungu haoni, wala msidhani kwamba hao wanaokudhulumu hawaoni Allah. Innama, ukweli wa mambo ni kwamba yuakhiruhum, anawapururia liyaumin tashkhasu fihi al-absar, mpaka siku ambayo macho yatakodoka. Kukodoka kwa macho ni kwa sababu ya kitu kikubwa, amrun jalal wa khatbun adhim. Hapa likitokea jambo kubwa, sote tutakodoa macho, kwa sababu yale macho yanataka kuona kwani kuna nini. Sasa unaona, ukifanya hivi huoni vizuri, uyakodoe vizuri uone. Ukitokea jambo lolote kubwa, hiyo ndio desturi ya mwanadamu, anakodoa macho kwa ajili ya kutaka kujua kunaendelea nini. Sasa siku ya Kiyama ndio siku ya kukodoa macho, kwa sababu vimbwanga na vibweka utakavyoviona na kuvisikia sio vya kawaida. Yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'in ay musri'in muqni'i ru'usahum, watu watakuwa nakimbizana hovyo, wanakwenda huku wanarudi huku, vichwa vyao viko juu, wanatizama kuna nini huko, kisha macho yao yamekodoka, vichwa viko juu, nyoyo zao ni tupu,
Yani ukiombea moyo wako mtupu, yani hakuna jambo unalolifikiria, hujui, umechanganyikiwa ufanye nini. Yote hayo ni mambo ya siku ya kiyama. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa yauma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaa'ikatu tanzila al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Suratul Furqan inakupa mwelekeo na habari zote za siku ya kiyama. Sasa huyu ndugu yako huyu Muislamu anakuambia Mtume usimdhulumu wala usimsalimishe pahala pabaya. Waman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, na yule ambaye atakuwa anashughulika na haja ya ndugu yake na matatizo ya ndugu yake, Allah atashughulikia ya kwake. Ni ahadi. Waman farraja an muslimin kurbatan, na yoyote mwenye kutatua kero za ndugu yake, farraja Allahu anhu kurba min kurbati yaum alqiyama, Allah atatatua ya kwake ambayo yatamfika siku ya kiyama. Waman satara musliman hakadha yaf'al hakadha, hivi yunhi Rasulullahi kalamahu an kadha hakadha yantahi alhadith. Mwisho anasema waman satara musliman satarahu Allah, na mwenye kumstiri Muislamu Allah naye atamstiri yaum alqiyama, siku ya kiyama. Hii hadithi ingekuwa inafanya kazi, yani sio kwamba inafanya kazi hadithi, tunaifanyia kazi sisi tuliobeba jina la Uislamu, kuanzia udugu wetu, kuanzia kutodhulumiana, kuanzia kutosalimishana, kuanzia kukidhiana haja, kuanzia kusitiriana. Kila mmoja angeona Uislamu kumbe ni dini ya ukweli. Lakini niaminini ndugu zangu, mara nyingine dini yetu inapakwa matope kutokamana na sisi wenyewe wenye dini. Hata kuna bwana mmoja aliwahi kunipa habari, akanambia alikuwa rafiki yake mmoja ambaye sio Muislamu, alikuwa ni tajiri mkubwa, alikuwa na mfanyakazi wake Muislamu, mtu mzuri, mpaka akawa anatafuta nimpe zawadi gani huyu. Akasema bwana, mimi nasikia Waislamu wanaenda hija kila mwaka, huyu mfanyakazi wangu naona kama hajaenda hija. Yani akajua kwamba kitu kikubwa Muislamu akienda hija. Mbona akamwambia bwana, wewe mwaka huu uende hija. Mzee, mimi sina uwezo nao, si unafanya kazi hapa. Kamfanyia mambo, kapata pesa, akaenda zake hija. Lakini once aliporudi tu hija, akawa mwizi, akawa tapeli, akawa khain. Ikawa nakaa naambia, kumbe hii kwenda hija hii ni matatizo makubwa kweli kweli. Anampa indication gani mtu ambaye si Muislamu? Wengi wetu ukienda umra au haji, kama umeenda kule kujichonga upya makali. Mashekhe walisema bwana, sala moja tu ni kwa $100,000 kule. Sasa mimi nimekaa kule mwezi mzima, nimepata ngapi? Sasa wewe unaona kama umekwenda kufuta dhambi ile uje kuanza upya. Na kweli sala moja ya Makka ni sawa sawa na sala $100,000. Yani mtu akiswali sala moja tu Makka, ili wewe ukitaka umfikie kwa sala yake moja, iswali mara $100,000 ile sala. 100,000 ambao wenye kupiga mahesabu wamepiga hesabu wakasema ili zifike $100,000 katika sala ambazo tunasali, basi unaweza ukipewa muda ni zaidi ya miaka 50. Yani wengi wetu hapa hata hatujafikisha kuanzia kuswali $100,000, hatujafikisha sala $100,000. Sasa wewe umepata nafasi hiyo, imekulevya.
Ndio maana mara nyingine unasema wema unaweza ukashindwa na dhambi. Vipi? Ni lugha ambayo Ibn Ata'illah Sekandaria ilishangaza watu. Farubba ma'siyatin awrathatka dhullan wa inkisara khairun min ta'ah awrathatka izza wa istikbara. Asema huenda madhambi yaliyokusababishia kuwa karibu na Allah yakawa bora kuliko taa iliyokusababishia kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna matendo mengine yanakusababishia wewe kupotea na ni matendo mema. Kama hiyo umeenda hija, umekuja umeharibika, sasa ni faida gani? Sasa bora ile dhambi ambayo imesababisha wewe kurudi kwa Allah na ukawa karibu na Allah. Ndo anasema maneno ya rubba maasiya, huenda mara nyingine, sio kila mara zote, maasiya ambayo yamekurithisha wewe kudhalilika, kurudi, kujuta, kulia. Hayo maasiya hayo yakawa bora kuliko ile taa uliyoifanya iliyokusababishia kuwa kiburi na kujiona na hatimaye kupinduka na kupituka mipaka na kupata hasara. Ndugu zangu, hadithi hii tukaifanyie kazi katika jamii, katika majumba yetu, katika makampuni yetu, katika nchi yetu, ili tupate kuwa udugu wa Kiislamu wa kweli na sio dahawa. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذوي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الحيدر، رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر جيوش المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح ولاة المسلمين، خصوصا منهم رئيس زنجبار دكتور حسين علي مني. اللهم خذ بيده إلى ما فيه الخير والصلاح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم وتقاربوا وتراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.